عظيم العفو من فضل سقانا، وبالخيرات ربي قد حوانا. إذا اشتد البلاء بنا رحيم، وإن داء يكبلنا شفانا، وإن داء يكبلنا شفانا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإيمان والعقيدة، موضوعي ambaye tulizungumza juu ya wakati wa alasiri ni موضوعي ambaye ilikuwa ni pana sana, lakini kwa sababu ya kazi ya ndugu zetu tukapunguza. Na idhalika ndugu wengine wakaomba tuendelee na hiyo mada mpaka tufike sehemu ambayo tutafika. Muhasabatu nafs hiya tasfiyatuha min kulli radhila. Kuhisabu nafsi ni kuitoa katika uchafu na kuweka katika usafi ya nafsi yako, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kutuambia qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Yani ameokoa nafsi yake na akaitukuza nafsi yake kwa yule atasafisha nafsi yake, kwa sababu nafsi kathawbi tayyib. Nafsi ni mfano wa nguo, kullama tughsiluhu kullama yazdadu jamalan, wa kullama tatrukuhu kullama yazdadu radilatan wa wasakhan wa qubhan. Nafsi ni mfano wa nguo, kila ukijaribu kusafisha inakuwa ni safi, na kila ukiwachana nafsi yako inakuwa nafsun dasiya, nafsun qabiha, inakuwa nafsi mbaya. Na idhalika Allah subhanahu wa ta'ala kuweka mizani ya akhira na kusema kuwa wanadau almawazin alqista liyawm alqiyama fala tudlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal adayna biha wa kafa bina hasibin. Kumaanisha kuwa kuna mizani ya akhira ambayo kama kila mwanadamu ataweka amali yake katika mizani. Lidhalika kabla hujawekewa katika mizani akhira, wewe mwenyewe jiwekee mizani katika dunia. Angalia nafsi yako unaelekea wapi, kwa sababu nafsi unaishika nafsi yako, na ukajua mwelekeo nafsi yako, anta muflih, wa in lam ta'rif dhalik fa anta khasir. Ukijua namna nafsi yako inaelekea na ukajua makosa yake na ukajua upungufu wake, utajua namna nafsi yako inaelekea. Lakini wakati wewe ni hawaan manthura, unafanya vile unataka, wewe ni shaghala baghal, unafanya vile unataka, wewe unakula vile wanyama wanakula, innahum illa kan an'am bal hum adallu sabila. Utakia katika aya ya Qur'an ambaye Allah anasema hakika wao wako na lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul khasirun. Utakuwa wenye kukhasarika. Kwa nini? Mfano wako ni mfano wa mnyama. Uko na masikizi lakini usikizi kitu khairi, uko na macho uangalie mambo mazuri, uko na moyo haishiki mambo mazuri, wewe mfano wako ni mfano wa mnyama. Lidhalika labudda min muhasabati an-nafs. Lazima mtu akae chini aulize nafsi yake, mimi nimefanya nini leo? Madha amilt ma madha uridu an a'mal, mimi nimefanya nini? Uliza swali tatu nafsi yako, min aina ana wa ila wayn wa min, yani uliza nafsi yako, mimi nimetoka wapi na niko wapi na naelekea wapi. Hizo swali tatu uliza nafsi yako. Min aina ana, mimi nimetoka wapi, wa aina ana, na mimi leo niko wapi, wa ila aina ana, na naelekea wapi. In wajadta jawaban لهذه ثلاثة أسئلة فقد وجدت الطريق وشبهت بربرة. mimi nimetoka kwa Allah na kwake yeye intarudi. Nimetoka kwa Allah na kwake yeye intarudi, na mimi nitaingizwa kaburini na nitasimamishwa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Sausal kulla shay, nitakuja kuulizwa kila jambo. Lidhalika katika hadithi ya Uqba, wakati mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam anauliza sahaba, hal ta'rifun, anauliza sahaba, man afdalun nas,
Mnajua nani mtu bora? Leo mtu akiulizwa nani mtu bora, kitu ya kwanza atasema nini? Mimi. Kitu ya kwanza kuulizwa nani mtu bora, imma utasema kuwa mimi mtu bora. Lakini sahaba aliuliza man afdhalun nas, nani mtu bora? Kisha sahaba kanyamaza. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia afdhalun nas saduqul lisan makhmun alqalb. Akasema ya Rasulullah, arafna saduqul lisan fama makhmun alqalb? Akasema amma makhmun alqalbi fahuwa kullu taqiy naqiy. Akasema kullu taqi naqi la ithma fi wala ghilla wala hasad. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahih aliuliza sahaba, mnamjua mtu bora? Sahaba kashangaa, nani mtu bora? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia mtu bora ni saduqul lisan, ni mtu mkweli katika ulimi yake, akiongea anasema ukweli. Sahaba kasema ya Rasulullah, tunajua saduqul lisan, mkweli tunajua, lakini ma makhmunul qalb, huyo makhmunul qalbi ni nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia huwa taqi an-naqi la ghilla fi wala ithma wala baghya wala hasad. Akataja mambo matano, akaambia sifat 5, akaambia sifa 5 ikipatikana kwa muumini hizo sifat hakuna, huyo mtu ni safi moyo yake. Akasema ya kwanza ni saduqul lisan, ni mtu ambaye kama ulimi yake ni kweli, yakinena akiongea anasema maneno makweli. Amma makhmunul qalbi, amma makhmunul qalbi akasema huwa taqi, ni mtu mchaji Mungu. An-naqi ni safi, la ithma fi, hana dhambi, wala ghil, wala hajatoka katika mpaka ya Allah, hajatoka katika mpaka ya Allah, wala hajadhulumu manadamu, wala hasada fi, wala hausudu manadamu. Allahu akbar. Akasema kuwa wa kullu taqi, ni mtu ambaye kama mchaji Mungu. An-naqi ni mtu safi, amesafisha nafsi yake kutokana na uchafu. Fala ithma fi, hana madhambi, wala ghilla wala baghya. Ghilla ni mtu kutoka katika mpaka ya Allah, baghya ni kudhulumu manadamu, ni mtu anadhulumu watu, chukua mali ya huyu, chukua yule, anadhulumu watu. Huyo muumini adhulumu manadamu, kwa muislamu si muislamu hadhulumu manadamu, wala hasada wala haumsudu manadamu. Huyo ni mtu safi. Jiulize nafsi yako, hadi sifatul 5 hal yujadu fi nafsi? Hiyo sifa 5 inapatikana katika kwangu mimi, au inapatikana moja nyingine hakuna? Kama uko na moja, inna huna, wewe ni munafiq, wewe ni munafiq. Rudi utafute hizo sifa. Usidhulumu muislamu, usitoke katika mpaka ya Allah, usifanye dhambi, uwe ni mtu mchaji Mungu kweli, wala usihasudu manadamu. Manadamu Allah amemleta dunia, wewe haujaambiwa kwa mchunge, Allah mwenyewe amemleta atampatia riziki. Wewe hata akafunguliwa riziki yake Allah ndiye amemfanya, si wewe. La tahsud, khali. Lidhalika Umar bin Khattab radiyallahu anhu katika makala yake maarufu alikuwa anasema hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'marakum qabla an tuzanu وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نكون نسمع عمر رضي الله عنه kila mwanadamu hasibu nafsi yake kabla Allah subhanahu wa ta'ala hajamweka katika mizani ya kiyama. Wazinu a'malakum, naangalia mizani, weka mizani yako katika amali yako, angalia amali gani uko naye kabla hujawekewa siku ya kiyama. Anasema watahayyau, na kila mtu ajiandae liyaumin ardil akbar, siku wanadamu watakusanywa mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma idhin, siku hiyo la takhfa minkum khafiya, hakuna kitu itafichika mbele Allah subhanahu wa ta'ala, kila kitu Allah ataweka wazi. Leo tunaficha dhambi zetu, lakini kuna siku ambayo kwamba hakuna kitu itafichika, kila kitu itaweka mbele Allah. Lidhalika qala Fudail bin Iyad akasema man hasaba nafsahu qabla an yuhasaba khaffa mizanuhu yawm al-qiyamah. Anasema Fudail bin Iyad radiyallahu anhu, man hasaba nafsahu, yoyote mwenye atahesabu nafsi yake dunia, akaangalia nafsi yake, anasema siku ya kiyama mizani yake inakuwa na hafifu. Kwa nini? Ashahesabu ya nafsi yake duniani.
Kisha anasema wa hadara ani suali jawaba, na ako hadhi, ni mtu anajua swali yake, akiuliza swali anajua kujibu. Wa hasuna mustaqbala, na mustakbali yake ikakuwa mzuri. Wa man lam yuhasib, na yeyote mwenye hata hesabu nafsi yake, damat hasaratu, na atakuwa na uchungu, na atakuwa na waila na khasara, atakuwa na chungu sana siku ya kiyama. Wa talat fi harasati alqiyama wa waqafati, atakaa sana katika uwanja wa kiyama kwa ile hisabu namna itapitishwa. Idhalik yanbaghi lilmu'min an yuhasib nafsahu. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الكيس من أكيلي مزوري إن يولي بكم أنا حاسب نفسيك. الكيس من دان نفسه لمن يكون قال نفسيك إن فاني نيني أما مجينغا يولي من أنا وجه نفسيك. أنا تماني كم يزمو مزوري، أنا تماني كم يزمو مزوري. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكسيما كتك نصياك صحيح: ليس الإيمان بالتمني، ليس الإيمان بالتمني وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقالة معروفة لكون أسيما: ليس الإيمان بالتمني، إيمان سمتك تمانيتو من يكون إيمان نصلي 5 صلوات، من مؤمن من كذا. ليس الإيمان بالتمني، إيمان سيكو تمانية متو ونتماني نكون إيمان، ولا بالتحلي أو نقوى بيونفا، لا. إنما الإيمان حقيقة من الإيمان ما وقره في القلب، نكتو أمبيكو أمبيكو كتك مويوني، وصدقته الأعمال، أعمالي إنكوا إنونيشا كوا أكون إيمان، زي أعمالي إنكوا ليش أكون إيمان. وليزا نفسي ياكو وين يكون حضور صلاة الفجر safu moja, hao ndio wenye imani. Kwa sababu nini imewaamsha katika kitanda yao? Nini imewatoa katika baridi? Nini imewaleta msikitini? Kwa sababu kuna iman waqara fi qulubihim, kuna iman katika moyoni imewatoa. Lidhalika haya ala salah, haya ala alfalah, kwao ni kubwa. Kam yasma' min aladhan, wangapi wanasikia adhan? Wenye kujibu adhan ni wachache sana. Limadha? هذا في إيمان في قلبي، أما هذا لا يوجد في قلبي إيمان. إذن كيتو أمبيونا حسابنا نفسياكو أنقاليا مويو ياكو أين يتجي؟ إن لك يا وابي بوصلة الإيمان أين هي؟ إلي ولك إيمان ياكو إن لك يا وابي. هل حب الدنيا أكبر من حب الآخرة؟ كبين الدنيا زايد كلكو آخرة. إذا كان حبك للدنيا أكبر أو أكثر من حبك للآخرة فأنت إيمانك ضعيف، إلى وكوى إيمانك ضعيف. أما إذا كان حبك للآخرة أكبر وأكثر من الدنيا فأنت مؤمن ويكون إيمان. لذلك كيتم بكم مؤمن أنت كان أنجليه لإيمانك والمفيك وابي. لذلك وجدت الصالحين ميمون بن مهران alikuwa سيما: لا يكون العبد من المتقين حتى يحاسب نفسه. ميمون ni moja katika tabi'in anasema mu'min hata kuwa mu'min mchaji Mungu mpaka ahesabu nafsi yake. Ashadda min muhasabati shariki, namna mwanadamu anafanya muhasaba au anafanya hisabu pamoja na mwenye anafanya naye katika kampuni. Kila jioni kampuni au sharika wanafanya hisabu. Kuna hisabu ambayo kama inafungwa jioni, asubuhi watu wameuza, kuna bidhaa imenunuliwa, kuna gari zimesafirishwa. Jioni manager anapita kampuni anahesabu ingapi imeingia, mambo mangapi imetoka. Kila jioni inaitwa muhasabatul yawmi. Kila siku ina hisabu, ile kampuni anahesabu. Kuna kitu inaitwa muhasabatul usbu'i, na kila wiki kuna siku moja manager au mkubwa wanakutana, anaangalia nini imefanyika katika kampuni. Inaitwa nini? Muhasabatul usbu'i. Kuna muhasaba inaitwa muhasabatu shahri, kila mwezi ikipita siku moja wanakaa wanaangalia nini imeingia, nini imetoka. Kisha kuna muhasaba ya mwisho inaitwa muhasabatu sanawi, kila mwaka siku moja wanakaa Disemba au siku moja wanakaa mwaka huu tumepata faida ngapi, nimetuma hasara ngapi. Wewe ni mwanadamu katika kampuni ya dunia. Kama anta tahitaji
wewe unahitaji ngapi? Kwa sababu safari ni mbali, safari ya kuelekea kwa Allah ni mbali. Allah anatuambia watazawadu fa inna khaira zadi attaqwa. Kuelekea kwa Mwenyezi Mungu inahitaji uchaji Mungu. Inahitaji nini? Uchaji Mungu. Innal bahra tawil wazadu qalil, hakika safari ni mbali na menye umejibebea ni ndogo sana. Lidhalika yahitaji Muislamu kufikiria na kusema kuwa mimi nitafanya nini mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma amal, leo ni amal, wa ghadan hisab, kesho ni hisab. La tadri min aina ant, ujue utakuwa kina nani. Lidhalika sahaba walikuwa msikitini wanalia. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambia Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah iqra alayya al-Quran, ibn Abdullah nisomee Quran. Abdullah ibn Mas'ud akashangaa, ya Rasulullah aqra'u alayka unzil, ya Rasulullah vipi nitakusomea Quran na Quran imeteremka kwako wewe ya Rasulullah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, uridu an asma'ahu min ghairi, nataka usikie Quran kwa mwenzangu anasoma. Abdullah ibn Mas'ud anasema fastaftahtu surat an-nisa, anasema nikaanza kusoma surat an-nisa, anasema nikaanza kusoma surat an-nisa. فلما وصلت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات ربي وسلامه عليه. أنا سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنتم صلى الله عليه وسلم كان بيا يا عبد الله اسمي قرآن أسمعني كما بيا رسول الله أقرأ وعليك أنزل، إذا kusomea Qur'an na halikuwa Qur'an imeteremka kwako wewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, uridu an asma'ahu min ghairi, nataka kusikia Qur'an mwenzangu anasoma Qur'an. Asema Abdullah ibn Mas'ud, asema nikafungua suratul Nisa, nikaanza kusoma suratul Nisa, na huko Mtume sallallahu alaihi wasallam anamsikiza Abdullah ibn Mas'ud. Anasema falamma wasaltu qawluhu ta'ala, wakati nimefika maneno ya Allah, kauli ya Allah, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Asema wakati nimefika maneno ya Allah, fakaifa, itakuwaje siku ambayo wanadamu wataletwa na wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam utakuwa shahidi juu yao. Asema nikampata Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikapata Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoka na machozi, na huko Mtume sallallahu alaihi wasallam ananiambia hasbuka hasbuka al'an, simama simama. Hakadha kanu yataatharun, hivyo namna walikuwa wanaathirika na Qur'an, hivyo namna Qur'an ilikuwa ikisomwa wanaathirika na Qur'an. Limadha? Lianna ad-dunya kanat fi qulubihim qalila, kwa sababu walikuwa wanaathirika na Qur'an kwa sababu dunia kwao katika moyo yao ilikuwa ndogo sana. Lidhalika yataatharun an kalima saghira, yataatharun, kalima ndogo inawaathiri. Kwa nini? Kwa sababu fi qulubihim iman, Allah subhanahu wa ta'ala amejaza moyo wao iman, iman imejaa katika moyo yao. Lidhalika kana yataatharun. Amma nahnu falau quri'at alaina alqur'ana wat-taurata wal-injil la nataathar, na sisi tukisoma Qur'an, ukasoma Taurah, ukasoma Injil, hakuna athari, la yataghayyar. Limadha la nataghayyar? Lianna ad-dunya ghayyaratna, lianna dunia imetukuza. Kunna rijal, tulikuwa wanaume ambao kwa wanajua Qur'an. Amma al'an, amma hivi sasa tuwekuwa ni watu ambao kwamba dunia imewageuza. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anazungumza juu ya sahaba, anasema rijalun لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أنا سيما كنا wanaume katika rijal, katika sahaba walikuwa wanaume fi buyutin adhina Allah an turfa, katika msikiti ya Allah ambaye kwamba Allah amesema zinyanyuliwe katika adhan na iqamatu salah ndani ya misikiti na hizo manyumba. Rijalun, kuna wanaume, la tulihim tijara, hawashangazwi na biashara wala hawaghurishwi na biashara. La tulihim tijara wala bay'un an dhikrillah bal
wao kusimamisha sala, kutoa zaka. Kwa nini yote wanafanya? Wanaogopa siku ambaye kwamba tatakallabu fihi alqulub wal absar, siku ambaye itakauza macho, mwanadamu atagauka, atalia hasra. Wenye kulipwa mazuri watalipwa, wenye kulipwa machafu watalipwa machafu yao. Lidhalika i'lam ya Abdallah, kila siku inakuja nzito sana. In kana amilta khairan fa khair wa in amilta sharran fadarik nafsaka al'an. Kama umefanya khairi, endelea kufanya khairi. Kama umefanya machafu, dariki nafsi yako sasa hivi. Allah subhanahu wa ta'ala atatutubia. Lidhalika ukiangalia nafsi ya mwanadamu, ulama wanagawanya nafsi kwa namna tatu. Yuqasimuna an-nafs ila thalathati aqsam. Nafsi inagawanyika tatu. Kuna nafsi inaitwa nafsu ammaratun bisu, na nafsi inaitwa nafsu lawama, na nafsu mutmainna. Inagawanyika nafsi hizo tatu katika Qur'an. Kuna nafsi zingine imetajwa katika Qur'an, lakini zote zinaingia chini ya hizo nafsi ambazo tumetaja. Imam Ibn Qayyim anasema hadhihi nufusu thalatha, hizi nafsi tatu imetajwa: nafsu ammaratun bisu, nafsu lawama na nafsu almutmainna. Nafsu ammaratun bisu ni nafsi ambayo inaamrisha mwanadamu kila uchafu. Ni nafsi ambayo kwamba Allah anatuambia katika suratu Yusuf, Allah anatuambia wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Kila wakati ya nafsi yeye inakufanya uingie katika machafu kila wakati. Inaitwa nini? Nafs ammaratun bisu. Kila wakati inakuamrisha machafu. Ua unaua, kunywa pombe unakunywa pombe, zina fanya zina unazini, fanya kadha unafanya, inakuamrisha tu. Shetani iko pamoja na hiyo nafsi, inasaidia yuzayin, inafanya tazyini katika ile amal unafanya. Inaitwa nini? Nafsu ammaratun bisu. Kuna nafsi nyingine inaitwa nafsu lawama. Fala uqsimu bin nafsi lawama. Ni nafsi lawama, ni nafsi kila wakati inalalamika. Unafanya khair, inalalamika, inakwambia umepunguza sana, ungeongeza ile khair. Unafanya shar, inalalamika kwani umefanya shar. Yani ulama wanasema, Imam Fauzan anasema baina amrayn mamduhatan wa madhmuma. Mara inafanya mazuri, inakwambia kwani hujaongeza. Wakati mwingine inafanya machafu, inalalamika. Sasa mara inashukuriwa, mara nyingine ni nafsi ambayo kwa inakuingiza katika machafu. Ni nafsi lawama. Mara inakulaumu amali ukifanya nyingi, amali ufanya ndogo, mara inakuingiza katika madhambi na kuvuta. Hakadha talabu binafsi. Sasa inahitaji mtu kufundisha nafsi yake katika mazuri. Nafsi ya tatu inaitwa nafsul mutmainna. Nafsu mutmainna ni nafsi ambayo kama imetulia katika taa, imetulia katika taa, haitoki katika msikitini, qiraatul Qur'an, adhkar, imetulia. Zile maghuriyat ya dunia haigurishi. Anaona manyumba, magari, wanawake, la tataghayyar. Kwa sababu nafsu mutmainna, nafsu mutmainna. Lidhalika Hasan al-Basri alikuwa makala mazuri, anasema an-nafsuka in lam tushghilha bitaa shaghalatka bil ma'siyah. Hasan al-Basri alikuwa anasema maneno mazuri, anasema nafsuka, nafsi yako kama hutashughulisha na mazuri na taa, itakushughulisha katika maasiya, itakushughulisha katika maasiya. Mwanadamu mnakaa katika sehemu, watu wanazungumza, nafsi inabeba machafu, inajaa, inafika kiwango inakuamrisha machafu sasa. Lakini nafsi saizi imekaa, zimetulia kwa sababu kuna mawaidha inaingia, zimetulia, na namna unafundisha hivyo itazidi kutulia na itazawia. Lakini wakati unakuwa mbali na ibada ya Allah, taa na muhadhara, hizo nafsi itakushughulika katika machafu. Lidhalika shaghil nafsaka fi taa, shughulisha nafsi yako katika taa, shughulisha nafsi yako katika taa. Ukishughulisha katika taa, haitakushughulisha katika maasi. Ushashika nafsi yako. Ya nafsi tubi fa inna al-mauta qad hana wa'si al-hawa fa inna al-hawa ma zala fatta. Sema ya nafsi tubi, ewe nafsi tubia, fa inna al-mauta qad hana, hakika mauti imekurubia. A'si al-hawa,
asi nafsi yako na matamanio na maasiya. Fa innal hawa, hakika matamanio na machafu itakuingiza katika machafu. Mauti imekaribia, kaburi imekaribia, angalia nafsi yako. Lidhalika hakadha kanu yuhasibuna anfusahum. Anasema moja katika watu wema, anasema nilimwona siku moja shekhi wake, mwanafunzi anapokea kwa shekhi wake, anasema yawman raitu ashima yaqul, moja katika ulama anasema anasali salatu al-fajr kisha anaomba dua, anasema ya rab allahumma inni as'aluka an tujbirni minan nari, ewe Allah nakuomba uniweke mbali na moto wa jahannam, wa mithli, Allahu akbar, anasema wa mithli la yastahiq an yatluba aljanna. Allahu akbar, anasema ewe Allah ajirni minan nar, ewe Allah niweke mbali na moto wa jahannam. Kisha anasema wa mithli, mfano wangu mimi, yani mimi, anasema la yastahiq an yatluba aljanna, mfano wangu mimi si ni mtu ambaye kwamba hastahiki kuomba janna kwa sababu wingi ya maasi yangu. Hakadha kanu yatawadhaun, hivyo namna ulikuwa na tawadhu. Asema ya rabbi ajirni minan nar, ewe Allah niweke mbali na moto wa jahannam, wa mithli la yastahiq an yatluba aljanna, na mfano wangu mimi si mtu ambaye kwamba anastahiki kuomba janna, anastahiki kuingizwa janna. Lidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahih anasema, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yadkhul ahadukum aljanna bi'amali, hakuna mtu ataingia janna kwa amali yake. Sahaba wakashangaa, ambia Rasulullah kaif, yani hakuna mtu ataingia janna amali yake? Mtume anasema naam, hakuna mtu ataingia janna na amali yake. Kisha akamwambia Rasulullah, wala anta, wala wewe pia ya Rasulullah utaingia janna na amali yako? Asema hata mimi sitaingia janna na amali yangu. Asema vipi tutaingia janna idhan? Akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min wa fadl, illa Mwenyezi Mungu atufinike na rahma yake na utukufu yake ili tuingize janna, lakini la nastahiqu dukhulul janna aslan. Mwenyezi Mungu atuhurumie atuingize janna na huruma yake, lakini hakuna taa ambayo tumefanya ili tuingize janna. Kuna amali gani itaingiza janna leo? Kuna amal ambayo utasema 100% itaingiza janna? Hakuna. Lidhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam kana yusalli min al-layl, alikuwa anasimama usiku Mtume sallallahu alayhi wasallam hatta yatafattara qadama, hatta yatawammara qadama. Mtume anasimama usiku mpaka mguu yake inavimba, inafura. Anasema Aisha radhiallahu anha, namwona Mtume mchozi namtoka, mguu zimefura. Namuuliza Mtume swali, Aisha namuuliza Rasul swali, ambia Rasulullah, ya Rasulullah, unatesa nafsi yako, unajiumiza ya Rasulullah, na wewe وقد الله سبحانه وتعالى غفر لك ما تقدم من ذنبك, dhambi yako yote umesamehewa ya Rasulullah, unasimama usiku masaa 8 masaa 5 mguu inavimba. Jawabu ya Mtume ilikuwa nini? Mtume anaambia Aisha, ya Aisha, afala akuna abdan shakura, yani mimi nimesamehewa dhambi nikakuwa ni mtu mema, Allah amenisamehewa dhambi, mimi nisikuwe mja ambaye kwamba namshukuru Mwenyezi Mungu? Yani shukrani wake ya yeye kusamehewa dhambi ni kusimama qiyamul layl masaa 8 mpaka mguu inavimba. Allahu akbar. Leo mimi na wewe tukaambia tumesamehewa dhambi, utatembea uchi, utatembea nini? Utatembea uchi na unajigamba unagonga kifua unasema kwa mimi nimesamehewa dhambi bwana. Allahu akbar. Hakadha kanu, dhambi yake amesamehewa, anasimama mbele Allah mguu inavimba, anaulizwa anasema nini? Afala akuna abdan shakura, ewe Aisha nisikuwe ni mja ambaye anamshukuru Allah? Shukrani wangu ni kusimama mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Hakadha kana. Amma nahnu ma indana shay, hatuna kitu katika, ukiangalia sahaba na namna walikuwa hisabu nafsi yao, hatuna kitu hata chembe chembe hatuna. Tuni kumwomba Mwenyezi Mungu, ya Rabb astaghfir dhunuba, ya Rabb, ya Rabb tusamehe dhambi zetu na utuingize janna kwa rahma yako, bas ma indana shay. Hatuna. Ni wewe kujiweka nafsi yako na kuangalia kusema kwa ya Rabb sitraka, ya Rabb tustiri, ya Rabb tustiri, ya Rabb. Moja katika tabi'ina Abu Bakar anasema siku moja niingia katika mazraa, katika mazari ya Ansar,
Anasema raaitu ta'iratan tatir, anasema tuko pamoja na sahaba wameenda kutafuta maji baridi katika shamba, wakapata ndege inatembea juu ya miti, inaruka kwa miti inaruka. Anasema huyo Abubakar, anasema Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, anasema tukampata Abubakar anaangalia kusru shajar, anaangalia miti na kwa ndege inaruka juu ya miti. Fayataamal, asema anaangalia na huko anafanya takfir, anafikiria yufakir. Kisha akasema maneno, anasema hani allaka ya ta'ira, ole wako ewe ta'ira, yani Mwenyezi Mungu akuweke katika uzuri, yani hani allak, hongera kwa yeye ndege. Anasema turiddu shajara wa taakulu wa tashrab wa tamutu wala hisaba alayhi, anasema wewe unaruka juu ya miti, watembea, wakunywa maji, wakula mimea, anasema wala hisabun alayka, na mbele Mwenyezi Mungu hakuna hisab wala iqab wala hakuna adhabu taadhibiwa. Anaongea na nani? Anaongea na ndege juu ya miti. Anasema wewe ndege, wewe unaruka juu ya miti, unakunywa maji, unakula chakula, unakufa, wala hisab wala hakuna hisab wala iqab wala una iqab. Kisha akasema maneno hii, ya laitani kuntu sha'ratan fi sadri abd mu'min, laitani kakuwa nyele katika kifua ya mu'min mkweli. Allahu akbar. In lam yakun Abu Bakar mu'min fama yakunu mu'min. Allahu akbar. Kama Abu Bakar Siddiq si mu'min, na anatamani kuwa yeye ni mfano wa nyele katika kifua ya mu'min, kama Abu Bakar si mu'min, man yakunu mu'minan minna, nani atakuwa mu'min kati ya mimi na wewe? Allahu akbar. Hakadha kana hivyo, namna walikuwa hisabu nafsi wanadhalilisha nafsi yao. Amma wa ana wa ant tusalli al-fajr fi al-jama'a wal 'asr fi al-jama'a wa ka'annaka ahlu al-janna tamuddu rijlayk wa taqulu ana man, ana salli, ana jama'a, ana kadha. Wanasali al-fajr na jamaa, dhuhr na jamaa, asimama barabarani ajigamba, na niweza mimi bana, mimi 5 salawat, mimi kadha, ajigamba. Badala hunyanyue mkono juu na masikio na uangalia chini, sema ya rabbi sadrak, ya rabbi tustiri, ya rabbi tukubali amali yangu, ya rab kulilia kwa Mwenyezi Mungu, ajigamba. Huyo Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu anamwambia ndege, ewe ndege, Mwenyezi Mungu amekuumba, huna adhab, wakula wakunywa, huna adhab, huna hisab. Laitani kakuwa nyele katika kifua ya mu'min mkweli, ambaye ni mtu ahlul janna. Kama Abubakar si mu'min, nani atakuwa mu'min kati ya mimi na wewe? Isal nafsa. Siku moja Abubakar radhiyallahu anhu, kabla ya kifo Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kuna mwanamke moja ajuza, mwanamke mzee amezeka. Wanasema ashabu tarikh, anasema kanat laha bintan, alikuwa na wasichana wawili. Huyo mama alikuwa na wasichana wawili, na mama ni mzee tena ajuza, ni mtu ambaye kama kipofu. Anasema Abubakar radhiyallahu anhu kila akisali alfajiri anatoka msikitini, kisha yuelekea yotoka Madina, yuelekea sehemu fulani. Kumbe kuna kuwa na mwanamke ajuza, mama amezeka na ako na wasichana wawili. Abubakar anatoka baada alfajir, anaenda kwa hiyo mama, anasafisha nyumba yake, kuna mbuzi pale, anakamua mbuzi, anawapikia breakfast, anaosha nguo, kisha anatoka kwa ile nyumba. Kila wakati anafanya hivyo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akakufa, na Abubakar yudimu ala hadha alhal, na Abubakar anafanya hivyo. Wakati Mtume amekufa, watu wakadhania kuwa huyo Abubakar amekuwa khalifatul mu'minin, ni mtu amirul mu'minin, hawezi akafanya amal. Anasema Umar radhiyallahu anhu, siku moja Abubakar amesali na sisi, kisha nikaona Abubakar ametoka. Anasema al-yawm utabi'anna Abubakar, leo nitatoka nyuma Abubakar nichukuze Abubakar anafanya nini. Anasema Umar nikatoka nyuma Abubakar. Anasema Abubakar akiingia kwa nyumba, anasema Umar akasema yani nikajificha kwa kusni shajar, nikajificha chini ya mti. Abubakar akaingia kwa ile nyumba, akafanya vile alikuwa anafanya, akasafisha ile nyumba, akakamua mbuzi,
akapika breakfast, akaosha nguo, akamacha mama kwa hali nzuri, akatoka. Anasema Umar, wakati nimemwona Abu Bakar ametoka, anasema fadakhaltu albayta, nikaingia katika nyumba. Anasema nikauliza wale wasichana, man hadha arrajul alladhi yadkhulu fikum, anasema huyo mtu anaingia kwenu nini, ni nani huyo mtu? Akasema hadha Abu Bakar, huyu ni Abu Bakar. Huyu ni nani? Huyu ni Abu Bakar. Akamwambia ila kam ya'mal, mpaka lini huyu anafanya kazi, anafanya nini kwenu nyinyi? Akaambia kuwa huyu Abu Bakar anasafisha nyumba, anakamua mbuzi, anasafisha, anatuoshea nguo, anatupikia breakfast, kisha akiona tumekula anatoka. Anasema lini? Kila wakati anasema anafanya hivyo, kila alfajiri anakuja anafanya kazi. Umar akatoka nyuma yake, akaandika maneno ambayo kama inaandikwa na wino ya dhahabu, akasema ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, ewe Abu Bakar, laqad akasema kuwa ewe Abu Bakar, umewatesa wa khalifa baada yako. Laqad at'abta khulafa ba'daka ya amir almu'minin, akasema ya Abu Bakar, umewatesa makhalifa baada yako kwa jambo ambayo unafanya. Amir anainama wakati anaingia katika ile nyumba dongo, anainama anafanya hiyo kazi. Abu Bakar, Umar akatoka na machozi, anasema ya Abu Bakar, umetutesa ya Abu Bakar, hii kazi ambayo unafanya hatuwezi tukafanya. Hakadha kanu yuhasibun anfusahum, hivyo namna wanahesabu nafsi zao. Siku moja Umar radhiallahu anhu ameathirika na mtume na akaathirika na Abu Bakar vile wanafanya amal. Siku moja Abu Bakar, Umar wanasema ma akal, hakula, kwa sababu ilikuwa ni wakati wa joto, ukame, ilikuwa Waislamu wanakufa na njaa ilikuwa nyingi. Wanasema Umar akapanda mimbar ya Ijumaa, halikuwa anasikia njaa. Anasikia nini? Njaa. Leo mfalme yoyote au mtu yote dunia leo ukamfanya kiongozi, baada ya mwaka moja ananona, tumbo inatoka paka hapa, anakula nini? Anakula mali ya umma, anakula mali ya umma, la shaka. Umar amir almu'minin ana mimbar, hajakula breakfast, labda inaweza kana hata asha hajakula. Ni watu walikuwa ni watu layinin, walikuwa wanaogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanasema ashabu tarikh, wanasema Umar akapanda mimbar. Wakati Umar amepanda mimbar, tumbo yake inanguruma kwa sababu ya njaa. Anazungumza tumbo yake, anamwambia tumbo yake, qarriri au la tuqarriri, wallahi lan tashba'a hatta yashba'a atfal almuslimin. Allahu akbar. Ambia tumbo yake, piga kelele ukitaka, piga kelele, lakini wallahi hutashiba mpaka watoto wa Kiislamu washibe. Allahu akbar. Limadha? Yote wanafanya kwa nini? Kwa sababu siku ambayo kwamba watasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lidhalika ikhwat al-iman, tunahitaji mtu kukana nafsi yake, kana watoto wako, kana nyumba yako, angalia mwelekeo ni mwelekeo wapi. Isije ikafika siku ya kiyama unatoroka watoto wako, watoto wanakutoroka wewe unatoroka mke wako, wote mnatorokana, hamjui mwelekeo wapi. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawmaidhin sha'nun yughni. Kila mtu anatoroka. Kwa nini? Kwa sababu huko dunia tumekosea sisi. Wewe umetembea na watu wachafu wakakupoteza, watoto wako wanatembea na watu wachafu wakapotezwa, bibi yako umetembea na watu wachafu akapotezwa. Hakuna suhba salihah, hakuna wakati mlikaa pamoja mkaambiana kuwa sisi tunaelekea wapi. Ukamwambia mke wako maneno nzuri, kaambia ya zawjati, tunaelekea wapi sisi? Hal takuni anti zawjati fil janna, wewe unaweza kuwa mke wangu katika janna? Ukamuuliza bibi yako swali hilo, unaweza kuwa mke wangu katika janna? Au wewe nitakuacha motoni mimi niingia janna? Au anti tadkhulul janna wa ana adkhulun nar? Sasa unatoka nyumbani ujamamsha mke wako salatul fajr, haja sali isha, haja sali maghrib, hakuna kitu yote nyumbani inaendelea, la da'wa la din. Hakada turabbi aulada, hivyo unalea watoto, unalea mke wako. Siku ya kiyama nakushika shati, ambia Rabb ma kana yudhakirana, huyo hakuwa anatukumbusha ya Rabb.
Huko anatukumbusha huyu, hakuwa anatuamrisha msichana wako anatoka bila hijab yatembea. Sawa, dunia ghafil. Labudda min hasati nafs. Kana watoto wako uliza Qur'an umefika wapi? Uko wapi Qur'an? Maka moja umepita katika madrasa, wapi umefika Qur'an? Unafanya kazi gani shuleni? Muhasabatu nafsi kulli shay. Hasibu nafsi yako kwa kila kitu. Lakini wakati wewe unakaa unanyorosha mguu, hiyo ndio kupotea. Tadhi'u nafsak. Hapa ndio kupotea. Ndio Imam Shafi'i alikuwa anasema shairi wake ni mtu mema, lakini akikaa na watu wema, akitembelewa na Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, alikuwa anatoa shairi anasema uhibbu salihin wa lastu minhum. Allahu akbar. Imam Shafi'i anatoa, amekaa na Imam Ahmad, Imam Malik, nas kibar, anasema uhibbu salihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum shafa'a wa akrahu man bida'atuhu ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'a. Allahu akbar. Anasema uhibbu salihina wa lastu minhum, mimi natamani napenda watu wema halikuwa mimi si mtu mema. Nani huyo? Imam Shafi'i. Allahu akbar. Anasema natamani kukaa na watu wema halikuwa mimi Shafi'i si mtu mema. Uhibbu salihina wa lastu minhum la'alli an anala minhum shafa'a, la'alla siku ya kiyama wakanikosa janna, wakanitafuta. Tulikuwa tunakaa pamoja msikitini, tunasali sala 5, anakuwa shafa'a, anauliza mwenzake aina fulan, ana fulan fi an-nar, fulan ako motoni. Asema ya rab lan tatimma al-ladhata fi al-janna hatta yakuna fulan ma'ana. Imam Hasan al-Basri anasema takhayyaru ashabi salihin fi ad-dunya fa innahum fi al-akhirati shufa'a. Hasan al-Basri anasema tafuteni watu wema katika dunia, hakika watu wema katika akhira watakuwa mashafi', wakiwakosa katika janna watawatafuta. Ndio Imam Shafi'i hivyo anasema uhibbu salihin wa lastu minhum, mimi napenda watu wema halikuwa mimi si mtu mema. In lam yakun la'alli an anala minhum shafa'a, la'alla inaweza kana siku ya kiyama nikapata shafa'a yao. Wa akrahu man bida'atuhu al-ma'asi, na nachukia wenye kubeba maasiya. Wa in kunna sawa'an fil bid'a, halikuwa mimi na wao hata tukiweka katika kubeba maasi ni sawa, lakini nachukia. Kitu ambacho kama tunahimizana ni kuhesabu nafsi yako kila wakati. Kana nafsi uulize mambo mangapi anafanya na mangapi inapungua kwake. Allah subhanahu wa ta'ala kila tukifanya taa nyuma yake anatuwekea istighfar. Unasali sala 5 au unasali sala katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, antastaghfira 3, ni kufanya istighfar mara 3. Unamaliza sala, imam anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, anasema nini? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jiulize swali, uko ndani ya sala na sala ni taa, hauko katika maasiya, hauko katika baa, ukuli miraa, uko ndani ya sala. Unamaliza sala unafanya astaghfirullah, astaghfirullah. Limadha? Kwa nini? Umejiuliza swali, kwa nini nafanya istighfar? Wanasema ulama rubama waqa'a fi salati zalla au taqsir, imetoka ndani ya sala kula upungufu fulani, ile upungufu imetoka ndani ya sala, ndio namuomba Mwenyezi Mungu msamaha ndani ya sala. Baada ya sala unasema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Katika haji au umra mtu anaenda, Allah anatuambia thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah. Yani watu wakifanya tawaf, wanafanya tawaf, wanafanya kila kitu, kisha Allah anawaambia astaghfirullah, fanya istighfar. Allahu akbar. Yani maana kila amal nyuma yake kuna nini? Kuna istighfar. Ya rab taqabbal, ya rab, ewe Allah kubali amali yangu, ewe Allah kubali amali yangu. Lidhalika hakuna mwanadamu ambaye hana upungufu. Ndani ya sala unasahau, unaenda katika madunia unahesabu mambo yako. Idhan ndani ya sala unafanya baada ya sala unasema astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Unaenda hija unafanya tawaf, Allah anakuambia thumma afidu min haythu afada an-nas wastaghfirullah, fanyeni fa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha kadhikrikum. Allah yani tunamtaja Allah kila wakati, kwa sababu yote zile upungufu ambayo kwamba inatokea katika nafsi yako. Lidhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati amefungua Makkah
akafungua Makkah, neema imetimia, Uislamu umetimia. Allah akamwambia nini? Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Makkah imefunguliwa, Waislamu wameingia, watu wameingia katika Uislamu, neema imetimia. Mtume anaambia wastaghfirhu, fanya istighfar. Idhan kila nyuma ya amal kuna istighfar. Kwa nini? Kwa sababu kila tumepunguza zile amal, zile khilal imetokea, makosa zimetokea, ile istighfar itakamilisha. Na mada ni mrefu. Idhan ikhwat al-iman, watu Samburu tunawapenda sana, tumewatembelea na hizo mawaidha ambayo kama tumeyabebea mweke katika moyo wenu. Insha Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atuwekee katika mizani ya amali yetu, na Mwenyezi Mungu atujali min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا واجعل أمورنا كلها سهلا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. يكبلنا شفانا